juu yako mara ngapi? Manabii zote zingelisema alafu, kwa sababu hii ni amri, na amri ni wujub. Kwenye usuli al-fiqh al-amru lil-wujub wa'tasimu, hii amri ya Mwenyezi Mungu lazima, si khiari, si masala khiari ya itisam, kwamba tukitaka tuwe na itisam, hatutaki kila mmoja afanye anavyotaka. Hii ni amri, na amri ni wujub. Sasa hii amri kuna manahi yake, wala tanaza, na hili nalo nataka kufikiri kwa sana. Basi baada ya tanasul imetajwa natija, wala tanaza'u fatafshal. Ukifanya nizaa mtafeli, hamufeli kwenye jambo moja, mtafeli katika mambo yote. Mtafeli kidunia na mtafeli akhera, mtafeli katika ilmu, mtafeli katika ihtisan, mtafeli katika uongozi, mtafeli katika jamii zetu, mtafeli katika malezi yetu, mtafeli katika kila kitu. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungamanisha wala tanaza'u, ukiwa na nizaa natija fatafshal, mtafeli. Jambo ambalo linatakikana sisi tuwe nalo ni kuweza kutofautisha baina al-usuli wal furu' allati fiha si'a lil-ikhtilaf, kutofautisha baina mambo ambayo ni misingi ya tauhid na i'tiqad na masaili far'iyya ambayo yas'u fiha al-ikhtilaf, masala ambayo watu kuna nafasi ndani yake kutofautiana, na walitofautiana kwa haya mbele ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akawaambia kilahuma ala alhaq, nyote mko katika haki. Pale aliposema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu al-asra illa fi Bani Quraiza. Aya hii nafsi dhahiri yake ina mafhumu, kuna baina ya azima na fursa. Wale waliokuwa ile fursa kwamba tumetokelea kusali al-asra ila fi Bani Quraiza, hatutasali ila katika Bani Quraiza, na wale wakasema la, sio kusudio la mtume kwamba twende Bani Quraiza. Mtume kusudio lake ni kwamba tufanye haraka twende tukasali Bani Quraiza, lakini swala wakati wake ikifika lazima tusali. Sisi tutasali. Kundi likawa makundi mawili, kundi moja likaenda mpaka Bani Quraiza.